Welcome back to a new episode of the Anonymous Podcast. Wase wametumiss. Pia si tumamiss. Tunapenda venye mnatupenda. Nimeona mna engage sana on TikTok. I love that. Kidogo tukianza kutrend, unajua saa zingine wasana trending wasana wana aseni wasanii bana. Sisi tuko na pesa tukitrend. Ni venye tu we are trying. Mimi naona nikipata do bro, kitu ya kwanza nizafanya ni kuvaa mask. I think hivi ndo kwa maana I just want to go straight onto the podcast today. So forgive my manners. Ama kama kuko na follow. As in nimekamkuelewa mbona mtu akiweza ushinda mita ama akiweza pata certain money anaweza enda mitini. Unapata ngase wengi wana plania pesa yako yenyewe mwenyewe hata plani. Msema amepiga hesabu. Bana jo. Ati sasa sema sasa umeshinda mita, wamekuwa na siji maybe ni betika whatever. Yaani msee anaweza kupigia tu simu akwambie vile unafaa utumie pesa yako. Ama ako na plan venye yani sielewangi watu. Zinaingianga hivi calls. Hello. Naongea na maybe tuseme Edu, hata nizitumie kwa example. Naongea na Edu mtoto wa Ann. Mimi ni ule anko wako. Mwenye anaishi Siaya Alego Unanikumbuka? Niko hapo nakukumbuka kweli. Nasema hapana sikukumbuki. Anaanza kuexplain alafu asema unajua hata hiyo story nyingine si important, alikubebanga akiwa mdogo. Lakini unajua mimi nilisaidianga mamako kulipa fee akiwa class 4 kidogo unasikia. Alafu nilikubebanga. Siku yenye ulikuwa umezaliwa ulikuwa mdogo. Alikubeba ndogo. Nikaamua nikubebe. So unaona hiyo story. Unashanga hii story yote imebuild up aje na mbona ikutokea mapema nikiwa na struggle. After some time una realize ni ganji umse anadai. Si hata ati anakujulia hali. Unajua sometimes mimi na feel wasa wanafaa kuwa na decorum. Hata mimi kana nataka kitu kutoka kwako nikujulie hali, nijue unaendelea aje. Nijue kama uko in a position kuongea before ni initiate hiyo shughuli ya do. Unaona? But so msee since anajua maybe umeshinda tuseme 5M ameshapiga hesabu ya 5M na una bibi na watoto bana. Hiyo utasaidia watu wa community. Unafaa ukuje kwanza tunafanya harambee, hatujajenga choo hapa. So unaweza tutolea 500,000 tujenge. Ni kitu nilirealize pesa haitaki mzembe. Pesa itakangi uzembe. Ukikuwa mzembe, ama if you don't plan for your money will plan you. Yaani pesa itakuplan tu. Usipo plan pesa yako vizuri utastukia tu hiyo pesa ndio inaku. Lakini pia ni true in terms of unajua kwa pombe hapo ukiweka pesa yako ya pombe alafu unataka kutumia kwa kazi nyingine inakuwa melaniwa wapi nini. So upatage hata hiyo pesa hapo. Pesa ya pombe na ufai kutumia kwa kitu kingine. Kunywa tu. Hata pesa ya simiti ni ya simiti tu. Ndio itakujenga ujenge. Anyway, hata nilikuwa napigiwa plan umesema simiti nikakumbuka. Nilikuwa nimeenda kukaa na wase fulani wanipigie plan ya venye msee anaweza jenga ki one bedroom. Sasa niambia nataka simiti. Simiti ka 200 wamenipigia hesabu wakanipigia hesabu. Wakanipatia hiyo total amount. Sasa hiyo time ilikuwa before end month ifike. Lakini sasa nilikuwa na do fulani yenye ilikuwa I think ilikuwa upwards of 3k. Nikajiambia hii hesabu ni mita na niko na 3k. Sasa 3k siwezi fika 1 million. Silikunywe tu. But hiyo ni bad advice. Kama unaweza weka do, if you can save your money, save your money. Kama wewe msee pia watei tu bana. Mimi siwezi ku advise. Kuna msee aliniambia tu kama ni kujenga unaweza jenga bit by bit. Kama wewe ni msee wa kujenga bit by bit. Pia unaweza amua ujenge once kama wewe ni msee wa kujenga once. So ina depend tu na individual. Ina depend na planning na progress ya msee. Unaona? The same way tuseme sasa hii podcast. The same useme kama guest amekuja vile wewe utaihandle si vile mimi utaihandle na sema siko. So I think kila mtu anakuanga na hiyo process.
But on the flip side, before tuende kwa story ingine, kuna msee mwenye alisema statement yenye naweza taka uniambie una feel aje about it. Alisema ukiona wasa wanakupigia ile stuff yenye si tunaitanga black tax, like you're supposed to take it as a blessing kwa sababu wase wanakuona ni kama uko na potential. Una feel aje about your statement? Potential in terms of what? Yeah. In terms of you have funds, you have the ability to raise the funds that they are asking you for. I think kila mtu anafaa tu kunini kushughulikia maisha yake. Mimi sipangiwi. Naisema hivyo lightly because najua pia I need people's help. Help. That's why I'm telling you kuna emergency that you have to to help. Na kuna zile emergency you can't help. Ati bro wangu amepigiwa simu kwa club ameshindwa kulipa tei. Manze hiyo ni starehe. Pigeni huyo mzee bana. Au msee atoke tu viazi. Atoke tu viazi. Hayo msee nimepigiwa simu mzee. Anahitaji medical help. Itabidi tu umesaidia to a certain point. So inafaa maybe you weigh, but sometimes budangu ananiambianga ni kama type. Usigive na expectation ama anything. Exactly. Peana tu kitu na usahau kabisa. So you can give to a certain extent. Plus budangu alinishow that giving is when you have extra. Usipeane pesa yako alafu unateseka. You're trying to please other people. Nilikuwa hivyo wallahi. Guys, si funny. Nilikuwa hivyo. Na sasa hii by the way venye najaribu ku get out of your shit, kuna wase wengine wana get offended. But mimi nilikuwa ule msee mwenye hello Edu, ni aje? So nilikuwa naenda Ocha lakini nimekwama bana, siwezi rudi Nairobi. Na unajua niko na shughuli nafaa nipige Nairobi. Na kuna do yenye nilipatia msee, lakini huyo msee ni kama hajanirudishia do. So si ufanye hivi, si unipe pesa alafu nirudi Nairobi juu siwezi misio shughuli. Alafu tutaona venye tutadu. Unaona? Huyo msee ni msee ajai ongea na mimi mambo ya do. Huyo ni msee maybe anatumia social media life yangu ku gauge the amount of money I have. Manze in social media we are living in a different world. Kuja kwa ground. Huyo ni msee anaona Edu akiwa anatembea na maybe viatu different on a regular basis ama temenya mkutana mimi. So anajua Edu ako na do. Ama maybe ni msee maybe hata ashaiona maybe nimepost familia yangu anaona Edu ako mafutani in some way. Unaona? So the fact that akona hiyo audacity ya kukuambia mambo ya do without hata kukujulia hali, anajua tu utamsaidia, is very wrong. The second thing ni ukiambia mseka huyo hauna, ana feel vibaya. Like kuna ile entitlement ya umse ako na pesa, umebai kiatu jana, nilikuona jana ukiwa umebai kiatu, mbona unaninyima? Nakwambia mimi let's say nime receive a certain amount of money. I've received that money but it had his own plan. Exactly. Hiyo pesa ilikuwa na kazi yake, ilikuwa inafaa fanye kazi fulani. Si ati since nimeipata sasa una expect. I think my dad alikuwa na explain it hivi. Giving ama tithes ama whatever is when you can earn 30,000. Then when you inaonga ni expenditure. Ukipiga expenditure yako na kila kitu yako maybe ina come around to 25 and still you're living a comfortable life, so you have 5,000 extra. So you give back. You can give back to the community, you can give back to other people. Ndio usistrain. Unajua usifai kupeana pesa yako na wewe una nini? Una live. I think I think nakuanga na the bad explanation to this topic. Na maybe somebody might use it against me because you can never depict the picture. Huwezi predict future vile itakuwa. Na Wajaluo wanaisemanga ninakaa vibaya. Wacha tu niseme hapo kwa podcast. Na pia mimi na agree na hiyo. Naweza kuwa na agree na hao. Huwezi niambia you have a relative mwenye kazi yake tu ni kunyanduana tu. Like let's say for example right now I'm 30. Don't have a kid.
but my cousin is 30 na akona 3 kids. Mimi nimeamua lifestyle yangu nataka niishi hivi. I want it when I have kids, at least mtoi wangu akuwe to a certain extent. Yani niko capable kutake care of mtoi. Nimejinyima all that period hadi nikafika seme 30 ama 35. Wakati sasa niko financially maybe stable, nikaamua sasa ndo nazaa mtoi wangu hapo wa kwanza. Mimi nataka maybe mtoi wangu aende international school, all kind of stuff, blah blah blah, Vinkidinski. God forbid, maybe mimi nimededi. So si mse anaweza take care of watoi wangu. Hiyo ni understandable. So pia labda amededi, mimi I can take care of watoi wangu. But in instance yenye mse ako alive na kuna watoi 5, mimi sina mtoi. But how comes you feel bad when mimi nimeplan life yangu that mtoi wangu aende international school? So nataka nitoe mtoi wangu international school. Juu wako aende international school, nimrudishe huku kwa seme tu medium rare private school, I help you. As in I don't understand. Hiyo kitu ni na budangu ni explainia like wewe umejihold, umeplan life yako, okay, vitu ziendangi according to the plan. Yeah, but now I'm talking about in terms of kids. So you have a lot of cousins who are not going to school because of their father. Ni kadinya tu. Hakuwa amepanga life ya watoi. Ni kadinya tu. So ana give to watoi. So uko like anajua community itatake care. Anyway. Okay, kuna vitu zenye ni controversial zenye siwezi taka msee wa hii generation yetu wafanye. Na najua most people wataitake from ile unajua watoi wa plani wangu, kuna kitu by the wazae wengi wanasemanga hivyo, watoi wa plani wangu, which is okay. Hata mimi najua watoi wa plani wangu, but in this time and age, but more than 1 ama more than 3 years niambia uja plani. Ama hata kama haiwezi kuwa mistake. Unajua mistake ni once. You know twice. Because wanasemanga that koda anafanyanga aje, ana repeat the same mpaka learn from it. Unajua msee dema kikuja kwako akwambie mimi nilipata ball na nikazaa, na from hiyo ball nika learn this. So the second ball anakuwa nayo inaweza kuwa amelearn, but unapata the second ball ako nayo na kulearn, the third akulearn bado. So uko like okay, I'm trying to put it this way. Kuna watu wanasemanga kama mdema kuna mtoi, they can take care of mtoi. Hawana shida nayo. Na kuna watu wanasema yeye anaweza take care of mtoi kama buda lidedi. But kuna watu wanasema maybe you don't know the story behind it. Maybe she was raped, maybe she was nini, ama ilikuwa silly mistake, then it can happen, but I may learn from it. So now the second child you'll have to question, because can you learn from the first? I'm not saying it in a bad, but anyway, pia sometimes kuna wase wana choose tu kukuwa na watu wengi like ni vetu nilikuwa nakwambia story ule mzae venye alikuwa ananiambia ati yeye area kwe na watu wengi ndo hata 5 wakiwa hawako on. Hii kitu iko kwa Wajaluo. Msee mmoja anaweza kuwa pilot na mimi naonanga ni ujinga hapo. Naonanga ni ujinga. Niambia masangu akacheka. Niko na havyo conversation na yeye leo. Hiyo ya huo mzae venye alikuwa ananiambia ati yeye alipata watu wengi. Ndio mmoja kwa daktari. Ndio mmoja kwa daktari. Alafu ateka kila msee on. Basi unaona umeweka hiyo weight yote ya watu wote on the shoulder ya mwenye unataka kuwe daktari. Na what if usitoe daktari? What happens? Because I think utaendelea hadi upate. Hata wajaka wanatuwekeanga, wazee wajaka wanatakanga tukue ma-engineer. Yaani budako dream yake yenye alikuwa anataka kukua yenye hajakuwa, sasa anataka ukue. Anakuwekea. Manze, sielewagi hiyo shit. Sometimes mimi nikuja ku understand kila mtu ako na dream yake, but usipo vocalize maparo anaonanga okay, wanaweza kulead to path yenye haudai. But mimi me personally na feel kama paro wangu angekuwa anataka kunilead kwa path yenye akona connections na ananiweka on mali do inaingia, mimi siwezi kataa juu life ni ngumu. Sasa hiyo uko mature. Lakini sasa ile time, unaona ile time before ukiniambia mimi nataka kuwe daktari,
Mimi nasema mimi sitaki kudungana shingo na haga bana. Mimi sitaki hiyo story. Ni kama tu kufind your own voice. Unajua sahii hata nilikuwa na okay, niko na watu hii mabeste zangu, I think I told you. Wenye wako sasa adolescent. So every time they want to just talk about women ama wasichana. Like unanipigia tu kelele manze. Nishapita hiyo stage. Okay, naweza kukuchanua one or two, but we can't continuously be talking about madem. Sahii niko kwa hiyo bajia. Hebu tubonge about do. Nezaje bai Mazda. Unaona dem bwana saizi yangu hivi. Ako tu miaka kama mimi. Anaendesha gari. Mimi siendeshi bwana. Baya ni wepesi kupe pressure sana. Tuko tu kwa hiyo line. Juu kuna wase wako na generational wealth. Yenye msee anaweza amka tu asubuhi. Unasikianga wase wanasemanga usilewe na sisi kama uwezi poteza iPhone leo ubai ingine kesho. Unaona? So kuna levels. Kuna msee kama mimi mwenye nikipoteza Samsung yangu nitakaa off 3 weeks hadi nilipwe ndo nibai tenje. Na kuna msee mwenye simu yake itaanguka aende hiyo time. Amke aende Westgate. Aingie iStore achukue simu nyingine na life is on. Kuna mtu aliniambiaga if you want to buy a car make sure you can buy it twice. Hiyo ni a good thing actually. Make sure you can buy it twice. Hiyo naweza. Juu gari yako iki break down sahi. Na ushazoea hiyo lifestyle. So you go back to what? Yes. Na by the way, before to switch, kuna jana tukiwa ball, kulikuwa na wase fulani walikuwa wamekaa hapo kando, sijui kama uliwaona. Walikuwa na kama haziachana Molalo, walikuwa tu wase fulani wa Jaka. So walikuwa na have conversation ya mingi. Unajua mimi nilikuwa tu nimekaa hapo. Una overhear. Nasikia wanaongelea. You know, if I give you business of 20 million, you can't expect to just give me 10,000 and tell me to just chill. How do you survive with 20 million and then you're just giving me 10? Kajiange. Na mimi manze na having conversations gani? Juu, okay, personally nilikuwa na feel ni kama venye alisema 20 million kuna venye body yangu ili react ile. Sasa ongea tu mitambao ni kama ni 5k. Unaona? But suddenly realize kuna levels zenye zinafika. I think au ni wase. Okay, naweza nikigauge juu kuna msemo mmoja alikuwa anasema sijui ni lawyer wapi. Kuna wase pia wanafanya kwa insurance, kuna mwingine alikuwa anasema sijui ni anafanya kwa ofisi, I think kwa ofisi ya CJ ama kitu kama hiyo. So kulikuwa ukiangalia hiyo conversation kuna levels. Alafu pia ukiangalia venye tu wanapiga story casually. Like nikakuja kurealize kuna kitu yenye ina happeningi kwa life yenye nimeiona most of the time. Na hiyo ndo kitu inanifanyanga maybe tuseme inanipushingi mabeshte zangu wote nataka mabeshte zangu wote wa make it. Juu hakukuwa na ile kisas. Ushaiona umeenda place na kuna msee ama kuna wasawili wana feel uko na do kuwashinda, so kila kitu kidogo unasikia mheshimiwa bla 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 mkurugenzi mkuu sijui nini kidogo msee anakuona uko vulnerable state kidogo anakuambia nikuongezee pombe kidogo msee anakuambia nikuende sweta kwa bag usikii baridi. Unaona vitu kama hizo like kutritiwa different kwa sababu wana feel uko na do kushinda wase wengine. Like venye niliona wase waki have conversation nilifeel tu kuna hiyo, unaona mkiwa the same level mna feel ni kama do iko hauko obligated. So si ile kukisa tuna have tu ile conversation ya casual ya mimi nilienda golf sijui nini story nasonga. Alafu venye mvua ilianza kila msaka akaingia kwa moti yake, saka reverse saka kula njia, kila msaka akaenda mtaani. Unaona? So mimi hadi naweza omba mabeshte zangu afike kwa hiyo level. That's why nakwambianga unafujue competition yako ni gani. But competition inafaa kuwa positive, si negative. Competition yangu inaweza kuwa ni ndio ame level up, kama nisha pia mimi ni pull up my socks. And at least to meet on a certain ground.
Though sometimes we don't have to meet on a certain ground. Inaweza kuwa ni yake imejipa tu. So mi naona mi naonanga hivi. Mse akini uplift sitashinda nimemuomba. Exactly. But akini down play nitashinda nimeshinda tu kwake. Manze hebu leo tunaenda. Inafaa kuwa tu ni like an open positive competition in terms of mse ame level up, inamaanisha pia mimi pull up my sock. Na I think mabeshte zangu wanaisemanga hivi na ni Banja, shout out to Banja, anaisemanga ati don't plan on your niggas money. I think aliweka in a certain way kwa status, nikasahau vile alikuwa ameiweka. Inakuwa kwa ngoma ya Meek Mill, sijui rule number 1, sijui nini, sijui never pledge it or something. Anasema don't plan on your niggas money. Imaanishi kama Edward aliomoka, sasa mimi nafaa kuwa na depend on mse pesa yake. Usipige hesabu na hiyo do. Juu kuna wase 1 million pia wamepiga hesabu na hiyo do. Na Edu pia amepiga hesabu na hiyo do. Juu tunaweza iput hivi. Wewe umeomoka, maybe you have a wife and a kid. The first thing you need me to make sure your kid and your wife na wewe wako fit. Ndio sasa uanze kufikiria na artist. But sasa unapata, that's why unaonanga by the group, so many groups ziutengana. Unapata wewe uko na ndai, mimi sina ndai, yana wako na ndai. So unapata uko na emergency, obviously you can't call me because I'll never understand your car problem ama your family problem. Ama kuna tu ile gap fulani mse ana feel. So unapata tuseme kama hawa wase wawili wako na ndai na mse mmoja ana. Mse mmoja ana feel ni kama hawa wase wengine wanafanya fiti, so sitaki kujiassociate nao kwa sababu na feel ni kama me I'm not doing well. Leo staff inaekanga pia wase pressure. So unapata msa amechukua loan amebuy ndai mko the same level, lakini hajui maybe hata ulipewa tu gari ka gift mahali. Na pia ina depend on the level of understanding yenye mko nayo na mabeshte zako. Kila mtu unajua hiyo ndio fun. Unajua unaweza pata wewe na nani sema mko na ndai, mimi sina. So definitely if you guys are going out, si lazima nikuwe hapo most of the time. So unapatanga the relationship inaanza tu kudeteriorate by itself. Siwezi wa blame. Yangu labda imekataa tu kufunguka. Lakini mkinichanua hii kitu inafaa ifanywe hivi, mimi pia labda yangu itakuja itafunguka. Ifunguke tu na tukue on another level. Sasa unapatanga mse akigrow na mabeshte zake na beshte yake agrow na mse mwingine haja grow, hawatakuwa the same because the way anafikiria saa hizo na vile unafikiria itakuwa ni very different. Itakuwa tu very different. So tukiswitch because tumekuwa serious sana. Nimeona madhe fulani akipika skuma hapo nikakumbuka. How do you make your skuma? Sasa ni 5 minutes of fame leo tumepatia seka bonus. Skuma yangu mimi na making tu very simple. I don't want to give hata si skuma, your vegetables in general, like most vegetables that you make. Ni kama kupaint. It's really hard to explain. Sometimes it's a mistake, umeweka chumvi mingi, sometimes umeweka nini. So you have to understand to embrace that mistake. Am I making sense? Sema tu the basic recipe unatumianga kutengeneza. Sema leo uko na mbio but uko na skuma na unataka kumake. Ninakwambia ni kama painting. The reason why I'm using painting, painting ni kama kucook. Because today you might want to draw something that is very realistic. Tomorrow you are not even in the mood to draw something that is very realistic. If I'm saying that, what I mean is, so there is a time you just want to pick a indomie haraka, you just do the same na skuma. Utachukua maybe uchukue weke oil, weke tu skuma ukule haraka ukimbie, maybe you are late. But there is sometimes you have that mood, leo nasikia tu nikule skuma na ni take my time na nipike hii skuma to my best level. So ina depend tu. So nimeulizia swali kwa sababu mimi growing up nilikuwa najua skuma inapikwa hivi. Unachukua skuma kisha buy. Okay, kwanza nikigrow up niligrow up kwa familia yenye hatukuwa tunakatiwa skuma. So masangu alikuwa anabonda. So inabidi ukate skuma yako on your own. So kati tumebuy skuma ya
chukua board kama we ni mwanaume juu sasa mademu unajua wanaweza weka hivi but sasa mi the first time nilijaribu hivi nikajikata nikasema hii si ambia masangu itabidi umenunua board ndio mi nikate juu hakukuwa na zile dem rolls na boy rolls si kwetu ilikuanga so long as umezaliwa na unapumua unaweza fanya kitu dem anadu unaona so nakata sukuma yangu naosha nikishaosha nakata kitunguu nakata nyanya kama niko na Royco cube nacheza nayo kama sina tunaangalia hapo kama masangu alikuwa amebuy Royco ile mchuzi mix ya kawaida nicheze nayo kama hakuna nyanya kitunguu naeke sukuma naeka chumvi juu na mix hadi ikuwe fiti alafu sasa my first experience with sukuma sikuwa najua sukuma kwangu maji mimi nikapiga tu maji yangu hapo Edu anapika sukuma ina boil yenye maji endi chini na sukuma wangu kwani mbona ike kama ya sengine so the second time nikaona mimi masangu akipika akiweka maji anaweka tu ile kiasi maybe ya nyanya ikuwe na paste nikaanza kuona enyewe vitu zina evolve unaona so hata mimi nikijaribu karanga yangu nasema this time neka maji kiasi unaona kaanza kuenda hivyo unaona saa life ina change after some time nika notice kuna msemo mwenye akipika yake inakatamu but saa anaweka chumvi ndo yake sukuma kona hii pia ina make sense so hiyo strategy pia nikatumia alafu sasa venye saa nime grow up fit sasa napenda sukuma yenye ina nyanya so nikienda mtaani nikipikia masangu na budangu niko sure hawatapenda like sukuma yangu juu sukuma hao wangekula hivyo like msi anakula sukuma yake ikiwa hivyo but anajua nyanya na kitunguu zimeingia fiti so ina taste unaona wasenyo wanapikanga sukuma ina taste kama nyama exactly but sasa kuna wale wasa wanapika sukuma juu wanajua hii sukuma iko na nyama yake hapo kando so mimi nimekuja ku appreciate the fact that sasa napika sukuma kitunguu nipige cube ni mix niweke sukuma yangu na sieki maji sasa this time naacha tu sukuma yangu ishike vizuri ikuwe tu green hivyo naitoa ikiwa green isi boil pia sana alafu sasa naona venye naidishi hiyo nao nililani kutoka kwa artist by the way sikuangana hata nilikuwa shaka buda mbona weki nyanya but sasa venye nilitry nikakuja kurealize by the way me actually like it like this so hiyo tuseme ni 5 minutes of fame na pia unaweza itumia venye unadai hiyo inaweza relate tu pia na life venye una run ndio nilikuwa nataka kusema I think ni ku learn ku embrace in terms of mi pia wakati nilikuwa na date I used to have like an ex who couldn't cook without paste she doesn't want to cook without nyanya with nyanya nataka kucook na tomato paste peke yake kwa sababu anasema or if you're going to buy for her nyanya you have a blender and you blend hizo nyanya nataka kuona hizo strong so imenifundisha ku embrace cooking for different ex that I've had now when nimedate in terms of unapata this is how this person used to cook maybe let's say nyama this is how this person is cooking currently but so unapatanga mwanaume saa zingine unakuwa na hiyo bragginess I can even cook better than this nikitaka yani ndio nakwambia ni moods pia ina depend na the learning process exactly. Are you willing to learn like umse akipika unakaanga tu hapo kando unaona anapika ama ina pia ni interest pia juu wewe Edu utanipikia kama aseme ile mayai unakumbuka ile mayai fulani hiyo boiled alafu na kimboga na nini unaona alafu mimi ni embrace nichukue niweke kwa recipe yangu na maybe ni tweak ni tweak so inakuwa hivyo ni interest ya msee the same way unaweza pata mimi I'm not into playing games kwa comp na simu sijui nini but I rather go and play football juu niko na hiyo interest na nikae hapo lakini sasa ukinipea bake nitakuwa
Nashangaa mse anafanya nini. So food for thought. Tukiswitch tena. Unajua nakuanga na mabeshte na mimi napenda kulearn from my friends. And I think that's the best way to know. My friend anakuanga na a lot of theories about certain things. Na hizo theories zake most of the times you work. So niko like, how comes unaget? So niko like theories zake zinaingia. Ndio naambianga dem mostly wanaringa. Madem wengi wanaringa. So if you find a woman doing a certain type of job, kuna either two or one thing. One, anaweza kuwa kona mtoi. So akona responsibility. So that responsibility inampusha afanye a certain type of task kama job. Na kuna mwingine tu anajituma tu out of hiyo kutafuta tu do. But most cases ni msee anafanya hii job because akona a certain responsibility anafaa fanya. Na okay, na hizo theory mostly zinakuanga pia for men na women, but most of the time ni women because tutawezi shinda tumeongelea wanaume. Na I think hizo theories zake zilikuja zikaniwakia. Hata when we are in time tuko tu hapo kuiva tumekaa tu chini anasema. Ama unapata msee ako tu okay, alikuwa ananiexplainia certain things with his friend. Anasema he knows how to lure these women to go back home with him. Because ashajua whatever this type of woman needs. From the word and articulate to, you can just tell huyu ni hivi na hivi na hivi. So unaget, kuna msee asha master the art of knowing people na to understand people. But unapata pia the taste and preference ni tofauti. So utapata msee if it's not brown skin is not doing it. Kama si msee tuseme ako appealing is not doing it. But nilikam kurealize hiyo like jokingly mtu anaweza kukwambia unajua dem ni mbaya ama boy ni mbaya, alafu wewe useme msee si mbaya. Lakini labda yeye kuna kitu yenye ashaona yenye wewe hujaona, ama labda asha interact in that. That's why I'm telling you sometimes it's good to just to date somebody to understand how hiyo other world ina operate. Mimi sipendangi ku risk. Lakini tukiangalia from hizo lines ndio nilikuwa naenda hiyo sasa tu interact. Ndio sasa tukafika kwa hiyo conversation yenye itakuwa tunao watoto. Akanambia according to yeye ama according to okay, mimi napenda hizo theories zake juu zinawa. If you want to know this is somebody mnaweza stay na yeye ama ni dem mzuri, first of all si dem anapenda kukula kwa kibandaski. Hiyo nitapigwa vita. Ama kueat out. Si dem mwenye mko na hii kezani na kuna food anakwambia hiyo order. Hiyo si wife material according to na pia mi kwangu sometimes ina make sense. Ndio na understand there's a time for junk food, there's time for everything. Maybe we just want to watch a movie tujibambe, sema KFC kama ugali sana. But kuna period yenye utakuwa like manze ni kama vile wasee wanatuambianga TikTok, kama wazae wanatuambia tunatoa dem club, unataka kumleta kejani akuwe bibi hao. So unaona ameshakwambia tu blindly that ukitoa huyu msichana ashazoea kupati na hii ndio lifestyle yake, na umlete mali anafaa kukua calm na kuna adversity, umsewezi kaa na yeye. Sasa mimi sijui una feel aje. So okay, me I'd say in choosing somebody to actually to stay with. Na this is not from a professional point of view. Me Edu bado sijaoa, lakini kuna potential. Lakini kuna mtu alisema marriage na bambu mapala tu sasa. Anyway, mimi hata si comment hiyo mambo ya marriage na bambu mapala, but okay, to some point when you look at it from another angle, msichana make sense juu alikuwa na theory yake pia yenye anaweza explain aseme alisema hivyo kwa sababu ya ina hii. But me I'd say from my point of view, from my years of experience, 2 or 3 years of experience, naweza sema life ni different. Na
maybe mimi tuseme sasa hiyo theory yenye umesema maybe ya club. Maybe nimeenda club na kuna dem mwenye ameturn up club for the first time. Yep. Unaona? Which means her traits are not the same as maybe other chicks that have been in the club for a long time. So nipatane naye and I decide, oh dem naona ni potential. Inaweza enda naye. Okay. Mi vitu nakuanga heavy nazo ni can we actually have a conversation and talk about things like nikikwambia me I feel like we are supposed to do this and this and this. You're supposed to actually tell me your view. Niambie me do by the na get unataka tuende hii side but me na feel tukienda hii side itakuwa fiti kwa sababu ya this and this and this. Una get? Usianze kulia ati Edu amesema tuende home na usiki kwenda home. Niambie by the DJ bado hajacheza reggae yangu but sasa anajua ataicheze the next 1 hour. Si tu maintain 1 hour nisikie reggae yangu tuende home. Unaona? Huyo msee ni msee amekuselia idea akakwambia pia ako na POV yake. But sasa ukianza kulia unaona sasa hiyo hapo hakuna communication. So itakuwa ni kama basi since unalia acha tu maintain. Lakini mimi siko happy on the inside. So one thing you need to rectify my point. I'm not saying si lazima rectify. Nataka kusema hii point because inaniwasha. I'm not saying everyone that goes to club ni mbaya. It doesn't mean that everyone who goes to church is also good. Yeah, true. So tukifikiria from your perspective, msee mwenye anaweza communicate, tip yenye pia nilipatiwa na masangu yenye mimi ndaibeba. Ni marry your friend. Mimi masangu aliniambianga hivyo from I guess nilikuwa na turn 18. Kwanza ilikuwa siku ya birthday yangu ya 18. So tunapiga story. Naambia mama na kwani mimi nilikujaje hadi nikafika hapa. Akaniambia unajua kwanza wewe karibu ufanye ni date. So tukaanza ku have your conversation. Have your conversation ya GCS blah 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 hizo vitu mingi sitaki ku explain. Alafu tukafika hapo akaniambia by the way